kama mashabiki wako, sisi kama watu wako wa karibu sana uko vizuri. Uko full. Unaniona kabisa. Ulikuwa na wasiwasi nimechizi. Anatuleta closer to the question. You're bringing us closer to the question. Tumekuwa na concern. Wajua inasemekana unaonekana kule Mwakirunge kule. Hatujaelewa Mwakirunge kaka vipi, alafu hata vile mavazi vile ulikuwa umevalia watu wako mshikilia gunia kwa mgongo. Sasa bro kwani vipi? Mimi naweza semaje? Unajua kwa maisha lazima utafute. So mimi pale Mwakirunge yani ni hustle tu. Ni hustle lakini watu walifikiria kivingine. We bwana we. Ngoja nikuulize hustles okay ni sawa unapiga hustle. Lakini sasa ndio ubebe tu gunia uende kwa Mwakirunge. Okay hatusemi kwamba unaona first of all unaona pale mimi nasema kama unavyojua. Si nimeelewa na hii mpaka kwa umri fulani hivi. Kabidi nijitafutie maisha yangu. So mimi pilika za maisha unajua muziki seti nasema unanilipa 100 kwa 100. So kuna hustle lazima nipige pia zingine. Kuna hustle nafanya chini ya maji watu hawajui. Hawajui. Sasa kama ile kule Mwakirunge kati ya hustle ile. So watu ni vile tu ni winter. Okay ni sawa. Ni nini aso unafanya? Ile gunia ulikuwa umebebea nini? Ile gunia na gunia hiyo. No wajua. Niko interested kujua ile gunia ulikuwa umebebea nini? Mwakirunge pale watu sana wanatafuta kuna mambo na scraps, kuna zile machupa ni nini. Umeelewa? So zile nikati ya zile ni chupa zile zilikuwa ni machupa na vitu kama hizo. Pale vile ni hustle. Lazima niyo niko vile. Ile pale vile ukienda kata wiki moja au ungawezi ngara pale mpachafu sana. Umeelewa? So saizi wewe unauza scraps. Sisemi saizi. Is it right to say wakati ilikuwa ni deal. Unaona ni kama vile umeshtuliwa, kuna deal fulani atakana hivi na hivi haraka tukachape. Ilikuwa ni ya wiki moja mbele, umeelewa? So ikabidi mkaenda winter kufika pale kupiga deal zangu 3 mapaparazi nao watu wako pale ambao wanaona, unaelewa? Unajua winter bwana. Sasa basi si ungefunika hizi nywele, unafunika kidogo alafu unaingia. Ona mimi kwanza mimi nilikuwa najua Mwakirunge ni mbali, umeelewa? Kama nilivyokueleza najua mimi ni msanii. Kuna image ni nini. Lakini sasa mtu hawezi kuniambia kwamba wewe ni msanii unafaa usifanye hivi na hivi wakati nahitaji kula nahitaji hiki na umeelewa? Unahitaji kulipa rent. Mimi mwenyewe kungara paka ni kisanii lazima hela, sio? So lazima nitafute hela. So nilienda kule nilipokuwa natafuta hela pale. Mimi nilijua kwamba pale kwanza ni mbali. Hakuna mtu ananijua kwa rahisi. Lakini hadi kule kumbe kuna watu wananijua. Watu wengine ambao wanakujua inabidi waambiwe wakabe ndula. Asijui wenyewe ndo walichukua video ama sisi. Acha tuachie hiyo story hapo, but we hope everything is okay. Mkono nisemo. Alafu story kwamba alichiza no sikuchiza. Wajua sasa we were worried winter. Wajua sasa watu wakianza kusema kijana ni kama amechizi. Kidogo hata pia sisi tunakuwa na wasiwasi. Lakini unapenda Mwakirunge? Pale hakuna chizi hata mmoja. Wacha. Hakuna chizi, wale jamaa wanatafuta pesa. Mimi sijaona chizi pale. Yaani hizo wiki mbili nimekaa pale. Sijaona chizi. Wale jamaa tu ni kwamba ile environment inafanya wanakaa vile. Lakini sasa ni chizi, umeelewa? Sijaona unajua chizi pale hata angekuwa chizi wale baada ya kurudi kwenda kufanya na kama ile video. Wangeact kivile, wangekuwa na act chizi basi chizi unajua ni chizi kivote. Ningepora mao pale ningetandiko nini, lakini sasa unaona wale jamaa si chizi. Hakuna mtu iko chizi pale. So watu walifikiria kibaya. So how is the environment there? Unajua people consider kwamba ile ni sehemu pengine pachafu sana nini. Ukienda huko kama si mazingira yako ya umezoea, unaweza toka pale kama mgonjwa, vitu kama zile. How was it? Kule kwanza uchafu zaidi. Mimi mwenyewe niliumwa na tumbo sana pale. Manake nishasikia ukienda pale Mwashumbe kama hujazoea yale maeneo. Ukosi mashida. Moshi too much moshi bali yani si pale pa kuishi hivi 24/7 lakini wale jamaa wako pale wamezoea. Wameshazoea kabisa na hali zao. Alright. Msikilizaji saa 6 imeshagonga pale. Tunachukua break kidogo lakini safari paka kuja kule unaelewa? So ilikuwa sikiki. Ni mimi after kurudi unaona hii nyimbo kwanza ilikuwa sima first project. Muda. After kurudi huku nikafikiria sasa. Umeelewa ile story napitia shida kweli. Sasa ilikuwa hii nyimbo hata si nyimbo tu ni maombi. Sababu namuuliza Mungu. Najiuliza ni muda wetu ni lini? Na sisi pia tusiteseke tusipate hizo shida, umeelewa? Ndio kuja na ngoma hiyo inaitwa Muda. Muda ilibidi kivote kule watu ndio waliona kule kwa na soul hivi na hivi. Ilibidi turudi tufanye video kule, unaelewa?
So ni kitu ilipangika tu. Sasa hakuna vile eti ingekuwa eti mimi na nimeimba kusumuda nataka tufanikiwe alafu nikakuja nikashoot na watu wengine tofauti ambao sikuwa nao kule tukihustle, umeelewa? So ilibidi turudi pale. Ukiangalia mavazi ni yale ilibidi ile tulitumia ndo tuonana nayo kule. Kuna kitu umetaja hapo ukasema kwamba sometimes mtu atakuja kupatikana na serious issue lakini sisi bado tunafikiria bado ni kiki. Lakini sasa mimi nakuuliza, okay, how are we supposed to take you? Manake you guys wasanii kiki mmetufanyisha kiki nyingi sana za ajabu. Okay, sisemi yako wako umesema si kiki. Lakini ukiangalia huku pwani watu wamefanya makiki. Kama kuna yule mwingine alishaisema ati sema huko kwa grupu nimekufa. Kuna mwingine pia alisema kidogo amepostiwa kwamba ati fulani ni kama ametuacha. Akarudi akamwambia hapana, toa sema niko hai. Akaogopa. Mwingine pia upande wa Likoni kule ilisemekana amepatikana na mke wa mtu. Yule alipanga yule. Kumbe ni story nyingine tofauti, ni ngoma alikuwa na release. Okay, mimi nasemaje pia? Is it high time that tuangalie ni kiki za haina gani ambazo tunafanya kama wasanii? Ya kiki unajua kila mtu wako na akona nasema target zake. Unaona kuna msanii ambaye anaenda bila kiki. Kuna mwingine akitengeza kiki zake labda ndo anaenda, umeelewa? So mimi nasema kiki ni poa, lakini sometimes kuna kiki zingine ambazo hata haziendani labda na maudhui ya nyimbo ama na nini. Hapo ndo labda wote tunafika mahali tunafeli. Lakini sasa kama unatengeza kitu ambacho labda pia inaendana itakusaidia na itakuendesha wewe, sawa. Lakini kuna watu wengine hawapendi kiki kabisa. Hata kumwambia mambo ya kiki yani yeye haisitaka hizo. Lakini tukiangalia wenzetu wale wa Tanzania, Nairobi, vitu ambavyo wanafanya pia wanagrow sana kwa hizo nini, kwa sababu music is art. Lazima pia ufikirie out of the box. Wewe sasa unataka kutoa nyimbo, si ndio? Kama sasa kuna mtu anataka kutoa nyimbo yake labda yake tu YouTube, si ndio? Utatoa utaweka YouTube. Umecreate attention gani kwa watu basi wajue kwamba huyu jamaa anafaa kutoa nyimbo. Huyu anataka kufanya hivi. Sasa wewe utatoa utaweka YouTube, watu wako wana mambo mengine hawezi jua. Lakini first of all ukishatengeza ile attention, unaona kama ile story ya Mbosso unaambiwa labda alikuwa hospitali, ni mgonjwa nini. Unaona hata kama ile labda ilikuwa ni real thing, but nadhani Mbosso ametoa nyimbo, si ndio? Yes. So ina maana hata kama ilikuwa ni kitu ambayo ilikuwa si kiki, lakini bado ametumia hiyo kitu advantage. Sababu nini? Asha create attention. So music si kuimba studio peke yake. Uende utoe nyimbo yako YouTube tu, no. Ukitoa tu hivyo utabaki sikiza peke yako. Lazima pia utengeze, ufikirie zaidi. Alright. Sasa Winter, tuzungumze tuje kwa muziki wako umesema vitu hazikuwa zinaenda vizuri kabisa kwa muda, na nikiangalia kama hapa hivi kama kwenye YouTube ulianza around 2018 ndio ulikuwa unaweka vitu zako katika mtandao wa YouTube. Sasa hivi tuko 2025. Do you think ni nini haswa wewe unaona imechangia huja hit zile levels ambazo pengine ulikuwa umejiwekea kwa maybe ikifika mwaka fulani nitakuwa niko this nitakuwa nimefika sehemu fulani? Naweza sema unaona kwanza nilipokuwa home kwanza before ufikia hata huku Mombasani nilikutana na producer Midin nini. Tayari tunaona 2018 roughly hapo nilikuwa ndo nimemkaribia nimemaliza shule hata ni mwaka mmoja tu, umeelewa? Second, umeelewa? So ni mwaka mmoja tu nje. So nilitengeza paka YouTube channel yangu mwenyewe nini, nikija Mombasa mimi nikirekodi ngoma ni kuenda nazo. Lakini tunaona 2018 ukiangalia ngoma yangu kwanza kuja kutoa 2020. So ina maana miaka mingapi hapo nimekaa? Around 5 years now. Like kuanzia 2020 mpaka sasa. 5 years. Yes. Before kuna hiyo kama 3 years ndio 20, ambayo hiyo nilikuja na Mombasa, nilikuja nikakaa kwanza. Sikufanya hata muziki kama vile ninavyojua. Tisha najua huyu ni mmoja wa watu ambao ashanipata pale studio sana. So kwa 2018 nimekaa pale nikipambana aswali hivi na hivi na hivi. Sijafanya muziki mpaka 2020 nimekuja kutoa ngoma kwanza. 2020 mpaka sasa hii nilikuwa na targets kubwa sana. Kuja kupatana na manager Faith Brand. Kukaenda vile kulienda, umeelewa? Ikafika mali sasa hata una manager unasimama kama mwenyewe artist. Kama sasa hii ni live one. Maana mimi mwenyewe kama mwenyewe, umeelewa? Inakuwa ngumu kutoboa. Sababu kuna vitu vingi unafaa ufanye. Na muziki inahitaji kuwekezea pesa, unaelewa? So usipopata mwekezaji yani inatumia muda mrefu. The same kama vile tunaona Tanzania watu kama kina Mario pia wametumia muda mrefu mpaka pale sasa wamefikia. Kisa na maana kwa hajapata wawekezaji wakaeka pesa mapema. Alright. Na pia kuna kiwakati fulani ulikuja ukazungumza na sisi ukatuambia changamoto zenye uliwahi kuwa ukipitia katika hicho kipindi, maybe ni hiyo 2018 hadi 2020 pale. Kuna ngoma zako ulikuwa ukirecord zinapotea na ilikuwa ni changamoto za msanii ambaye anaanza pale. Kabisa. Hebu is it true ulipoteza ngoma zako zilikuwa zinaseviwa, the next time unauliza ngoma zako zimepotea? Ilikuwa setting kupotea ilikuwa ni kwamba unaweza record ngoma
alafu yani ule wakati unafaa kutoa labda unaambiwa we yani sasa bado muda wako, umeelewa? Okay. So ni kama unapoteza, unajua time inaendaga pia. Kuna ngoma ambayo unakuja kusikiza hii ndio record before, ni kama imepotea tu sababu ya kitambo, wakati pia haijazingatiwa, umeelewa? Ina maana haijazingatiwa, kwa hivyo hiyo ni kama ishapotea. Wewe utafikiria next, hauwezi taka kurudi tena pale nyuma. Yeah. Alright, msikilizaji, ndani ya Pozi 254 tunazungumza na Winter, alikuwa akifanya vizuri for our verse. Like uko tofauti kabisa katika hii ngoma. Hebu tuambie what happened. Is this the same producer mwenye umekuwa ukitumia? Is this the same producer? Hapana, huyu ni Tokali. Kwanza tumpe maua yake Tokali. Producer Tokali yani amazing sana. Amazing. Yes. Alielewa feeling ya hiyo ngoma pale ilikuwa. Akapatia, akaifanyia haki yake yani. Yes. Yeah. Tokali big out sana yani. Yeah. So wewe kulingana na ngoma zako ambazo umekuwa ukiimba, ndio I'm so sure wajua hata tukishinda tukisema ati ngoma ni kazi yako, ni sawa, ni kazi yako, but deep down in your heart kuna vile unajonga hii ndio ngoma kali katika ngoma zangu zote kabisa. Saa hizi kuna ngoma kati ya ngoma zako inashinda hii? No. Amekwambia tu honest opinion. Honest opinion. Unajua nini? Mimi nasema baby ni ngumu kusema kwamba labda hii imebiti kazi zangu zote, sababu nini? Kazi zangu zote mimi mwenyewe nazipenda. Kuna nyimbo kama kinaniombea zile lazima nitazipatia shimaki. Sababu ni kati ya ngoma ambazo ziliniweka pale pa kubwa. Kuna watu wangenijua kama siki hizo nyimbo. So hii ngoma in short imempeleka next level. Ni ngoma tofauti. Kulingana na zile ngoma ambazo nimefanya mpaka hapa nimefika yani ni growth. So kivota hizi fanana na zile pia za mwa. Kweli kabisa. So hii lazima itabeba tu iko mbele yani. Lakini ingekuwa labda ni ule wakati mwingine ingesema labda umefanya, lakini kwa sasa hii is the best, bado inafanya vizuri sana. Is the best so far. Na reception yake imekuaje? Kwa sababu jana tumezungumzia ile ngoma hapa na George, tukisema kwamba saizi muziki wa pwani ni kama unaenda kuchukua another direction. It's not what we are used to. Kama ni Winter so ule tulikuwa tumezoea, kama ni kina KOC wale ambao tulikuwa tumezoea, tukasample ngoma kadhaa hapa by the way. Kulikuwa na ngoma yake hii ya Winter, kuna wimbo wake Pascal, kuna ngoma yake Momox, tukasample pia ngoma yake Kelechi Africana, tukaangalia ngoma yake Echo 254 pamoja na Cannibal. Asante. Yes, asante. Tukasema zile ngoma kulingana vile tukaangalia pia ile ya Adasa na Id Singer. Ile ya Adasa na Id Singer ni My Baby. My Baby. Sema kwamba something is happening. Kweli? Something is happening. Na tunashindwa okay. Ni kama mwamko mpya? Ni hebu tuambieni ama ni kitu mnataka mtufanyie hivi kidogo alafu mrudi. Kabla mimi nasemaje? Kwanza Emlend, unajua Emlend mnafahamu. Emlend nilipenda sana. Unajua Emlend huwa ni mtu ambaye sio rahisi support kitu hivi, yani lazima kinacho kitu chama. Nimeona Emlend amechukua ngoma kapost akaandika I'm happy Mombasa tumepata sound tofauti. We are getting another new sound. Yes. Nilisikia mimi mwenyewe nilisikia haraka akasema kama mtu anaweza chukua ngoma yako aseme kwamba happy tunapata sound tofauti, sababu kulingana na yeye yani kwamba alisema hii ngoma tofauti sana kabisa. It's true. The sound is different. So hadi sasa mimi mwenyewe napata muda mgumu sababu unafikiria kuna ngoma ambazo nishafanya, lakini sasa nafikiria kutoa sasa ngoma zingine labda zinaweza mtu aone amerudi pale ama hivi. Sasa yani sasa ina kibarua kigumu sana pia. Imeniweka mahali pengine ambapo pia inanipa challenge sana. Very nice by the way. Na inatakiwa uichukulie si kama ati ni pali pagumu. Unafaa uichukulie vizuri kwamba sasa lazima ni ujikaze zaidi. Si kuiona kama ni punishment ati kama hapo imekupunish. Hajapunish, sema imeni-challenge. Sasa kuni-challenge ina maana mimi nitabidi zaidi nifikirie sana pia. Sababu sasa hivi watu next watakuwa wanatarajia Winter atatoa nini sasa. Unaelewa? Sasa kwa mfano ukiwabwaga kurudisha pale pengine utaona kumbe Winter unaweza kuchukulia dada for granted. Sasa yani inabidi mimi kivote ni kazi zaidi. Okay, sasa kando na ngoma najua uandishi umechochewa na pengine hali ambayo ulikuwa unapitia. Lakini now the tune, the taste of that song ilichochewa na nini? Ama na msanii mgani? Okay. Tricky hiyo swali. Mimi sema kweli ingoma mimi kuna vile niliandika. Kuna feelings za ngoma fulani ambayo nilikuwa nafuatilia, si feelings instrumental ambayo kwa ilifanya kwa naandika nazo hizi. Umeelewa?
So after kufanya hivyo Tokala alipenda kasikia akakuja na sound yake different zaidi. Na akakuja na kitu kama hiyo, umeelewa? Yes. So mimi nasema yote 10 Tokala pia alicheza part yake kama hii. Pia yeye kuna tu hiyo feelings, yes. Feeling pia mwenyewe ilimpeleka pale. Sababu ukisikiza guitar hapo, hizo mute ampiga hizo nini hapo, ni yeye mwenyewe yani. Aliposikia unajua yote 10 naambiwaga producer, msanii kumwambia producer vizuri, pia unampeleka mahali pengine ambapo yeye atazidi acheze kama yeye. Siku zote producer hawezi kubali pia isemekana msanii alimba vizuri, producer akachemsha, umeelewa? Ama msanii sasa wewe pia producer kupata beat nzuri utangana kama vizuri, ndio usembe producer alipiga beat nzuri msanii akachemsha. So Tokala alicheza kama yeye. Alright, msikilizaji, naona wengi sana kwenye Facebook live pale. Kuna mmoja anaitwa Silent Boy anasema amesema kwa hiyo alikuwa job sio muhimu sana, maokoto kazi ni kazi kabisa. Ameandika Kigiriama pale, bahazo pesa kare. Na mcheki na mwingine pia kwenye ukurasa wetu pale wa Facebook, na muona Jackie Graphic tulikuwa tushamuona, lakini kwenye WhatsApp pale Saida sana anasema napenda hilo pozi lenu, yuko live pia. Boss J Mkapuni anasema yuko ndani. Kama uko na swali msikilizaji pale kwa kupitia 0722479800 ama 0733579800 zungumza na sisi. Tuko na Winter kwenye mjengo na Trisha, kabla hatujachukua break kidogo tuje tukumalizia Winter wakati wa December. A lot of artists especially upande wa Coast kulikuwa kuna event za kufunga mwaka. Kilifi County kulikuwa na the same. Ukapiga kelele sana kwenye mitandao ya kijamii ukiwa unasema kwani Taita Taveta County hatuna wasanii, inakuaje? Hakuna chochote. Bro, hebu package vizuri. Ni kweli ukiangalia county zote zilikuwa kuna hizo ninio za matamasha kufunga mwaka. Lakini kule kwetu tuliachwa nyuma. Sijui kule kwetu labda nasema watu wa kwetu wengi ni local, yani ni wokovu sana. Sababu unaona hizo vitu nilitumiwa poster pale nikaonyesha kwamba Winter kuna crusade huku imewekwa, umeelewa? Ambao unakuta ni mheshimiwa kama ilikuwa ni governor nasikia ameweka crusade nini, umeelewa? Yes. So wale watu wako sijui nitasema nini sana, wakati wanasahau pia kuna watu wengine wako sababu sasa unajua omeka crusade nini governor yuko hapo nini, umeelewa? Lakini sasa hiyo sisi hakuna vile tunaweza perform pale, umeelewa? Unafaa pia watufikiria sisi yani. Kuna vijana pale, vijana tuweze enda crusade sote ni tuweke matamasha yetu pia pale, umeelewa? Ndio maana ilibidi tulalamike yani. Mlikuwa mnataka event yenye si ya wa lokole. Sasa watuwekee yetu na sisi tulesheshe. Hawakutaka gavana katika maeneo ya uokovu yale. Hatuwezi enda kupiga tumekiwasha pale, unaelewa? Kwa crusade. So kuna vile yani shoti wajaribu kubalance. Yani wajue kwamba si hii piki yake iko. Kuna watu wengine pia wanahitaji msaada wao. Sasa wenyewe ukiweka tu kwamba ni hivi na hivi, pale wanatufelisha. Sababu sisi wenyewe pia mwisho sasa ndio hiyo inatokea. Sasa unasikia Winter ameenda kuchapa madili kama yale na bado wanalalamika kwamba sifai kufanya kazi kama zile. Inabidi nifanye sababu nini? Kwa sababu kuna mmoja hapa anasema alikuwa anasemaje? Silent Boy alikuwa anasema mwambie apige muziki aache kwenda Mwakirunge. Ako sawa wewe kabisa. Mwingine akakwambiaje? Martin K akasemaje? Mwambie ugonjwa ulompeleka Mwakirunge umepona kabisa. Hiyo ni prophecy hiyo umefanyiwa by the way. Ni poa sana. Ugonjwa ambao ulikuwa umekupeleka kule umekwisha. Willy Ndune pia anasema tukugote. Safi sana. Yes, namuona Keitozi pia yuko ndani. Anafuatilia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kwanza Keitozi kama anafuatilia pale, shout zake kwanza zaidi. Unajua Keitozi ni kati ya ushakuja mahali hapo ukapata ndugu yako, yani ukapata mtu kwa ni ndugu yako moja na brother. Sasa Keitozi moja na brother, sababu kuna vitu vingi tumefanya naye, yani tunasaidiana pakubwa sana. Nashukuru kwa kunielewa, sababu kutoka Taita paka hapa mpaka majina yetu wenyewe kamili tunafanana. Watu wengine wanafikiria kama mimi na yeye ni mtu na ndugu. So inabidi tunawaambiaga majina yetu majina yapi hayo mnafanana ya ID ya kuzaliwa tunafanana, kasoro tu ya wazazi yani. Umeelewa? So kuna wengine wanafikiria dada sisi ni mtu na ndugu, dada mpaka wengine watuzaga kwani baba zenu ndio tofauti. Mama zenu tu baba zenu, mama yenu ndio tofauti, sababu majina yetu makamili ndio tuuliza hao majina ndio yepi. Ramadan Keitozi pia anaitwa Ramadan. Anaitwa Ramadan. By the way anaitwa Ramadan. Okay. So unaelewa?
So kuna mmoja hapa anaitwa Mheshimiwa Nyawa Masai. Anasema support team, kazi safi sana. Alright msikilizaji, tunachukua break kidogo, tukirudi tutakuwa tunamalizana na Winter. Kama uko na swali tuko live pia kwa pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Make sure unaachia like pale, afu unaachia swali lako, Winter atakuwa analijibu. Vipi Papa Mwashumbe, swali langu kwa Winter nauliza hii. Fanya ngoma kando kama hiyo. Sababu wale walinikuza kwanza Dogorichi, MD nini umeelewa? So wamenika pale, nimesoma vitu vingi kupitia wale jamaa. Ndio maana hadi sasa hii naweza toka kwa studio nikafanya ngoma kando na ikawa kama hivyo. Unaona kama hii ngoma naifanya huko Tokali. Lakini unaona ni kubwa sana. MD mwenyewe alishangaa sana, alianza kushangaza kwanza kwa sioni hasara. Akasema kijana wangu, kama unaweza toka ukafanya ngoma kama hii, una uwezo mkubwa. Nikakuja akafanya hii nyingine sasa hii. Yeye mwenyewe kusikiza, nakumbuka aliniambia, yani mara ya kwanza kusikiza alisema hii ngoma nasikia, yani kama umeniambia mimi true life, umeelewa? So Emi, in short mimi naweza sema nilikuwa kwake ili anikuze. Lakini kwa sasa hii nimefika mahali ambapo naweza fanya kazi popote tu. So hivi sasa ajue tu uko unaweza fanya mahali popote na producer yote, hata international producer hivi sasa international. Yes. Kuna simu iko hapa. Hello Baraka. Hello. Yes. Kutoka Magongo. Inakuwaje Magongo pale? Nadhani Winter ananielewa, mtu Winter simu. Anakusikia. Chonjo, niambie kaka. Winter. Yo. Kuna kutudia mazee, kazi nzuri sana. Shukrani sana. Pamoja sana. Sasa Winter, tukiwa tunamalizia kabisa Trisha, hivi sasa Pwani bro, kidogo watu wametulia. Kuna kipindi ambacho watu walikuwa wanatupiana sana maneno. Kiupande mwingine, do you think kidogo Pwani nini haswa tuna lack tukiangalia kama hivi? Ukiangalia watu wamekuwa kizungumzia in terms of streaming. Tulikuwa tuko mimi na hapa hivi offer tulikuwa tunaangalia wasanii kutoka huku kwetu streaming zao. Kidogo upande wa pili kule namba ziko juu compared na kwetu. Kabisa. Wapi aswa hatuja weka effort nyingi kabisa ili namba zetu ziwe juu pia? Mimi nasema ni upande wa hizo marketing. Unaona hata Boomplay sijui nini. Kila mahali kuna package sijui unanunua package fulani, ngoma yako hizo boostiwe ifika mahali fulani hivi na hivyo, umeelewa? Hata sisi wengi wetu hatuna hizo hela, umeelewa? Hatuna management, hatuna hizo hela. So mtu sasa ukiangalia hata package ya chini pale mimi nadhani ni kama 6,000 hivi. Mimi ndio mshaangalia zetu, unaelewa, kama 6,000. Sasa unaona mtu anafikiria 6,000 hiyo ni dungi hapo kwa Boomplay iende tu, umeelewa? So inakuwa tight. Lakini wale wenzetu kule wana market, mtu anaweza kukuta anachukua hata package ya 15,000. So kivote ngoma yake lazima itaenda shoot hata views hizo nini kila mahali. Si views zile robots za YouTube unaona, unaongea kuhusu Boomplay. Boomplay pia yenyewe ndizo package zao kwamba unasukuma ngoma yako, umeelewa? Okay. Na kuna mmoja hapa anaitwa Barak Father, basi anasema kazi buti msanii. Kaza buti. Sikuwa nimeielewa vizuri. Alafu Baraka Safari anasema kijana yuko vizuri. Ameheshimiwa Nyawa Masai, tulikuwa tushamcheki pale mapema sana. So tukiwa tunamalizia kabisa Winter, kwa mafans wako hivi sasa. Ndio. Watu wameshangaa na watu ni kumaanisha watu wamekupokea vizuri, wamepokea muziki ngoma yako muda. Zungumza nao. Safi. Mimi nasema unaona kwanza muda, unaona nashukuru watu wamepokea vile wamepokea kwa upendo mwingi. First of all ni ngoma ambayo nimejiongelea mimi. Alafu pia ina tofauti sana kwa sababu pia naweza sema hapo mwanzo kwa uandishi kwa nini pia alikuwa anahusika sana MD Dogorichi nini, but this round nilikamo, yani nilifika mahali nifikirie Winter kama Winter anaweza kuja kivipi, umeelewa? So hiyo ngoma ni ilibidi ni mimi kama mimi, umeelewa? Tokali pale kacheza kama yeye kama producer, lakini sasa nashukuru sana, ina maana inanipa moyo na kunipa moyo kwamba naweza zaidi. Sababu kama mimi mwenyewe nilifanya hiyo bila kuhusika mtu fulani nani ikawa tamu hivyo. So ina maana na uwezo zaidi. So mimi nashukuru sana na zaidi kunisupport. Sitaki nirudi Makurunge tena. Alright. Okay. Yapendeza sana. Kwenye platforms wanakuja wanafuatilia wapi? Maana nimeangalia pale kwenye Facebook uko na account 2. Ni gani ambao wanakufuatilia kwenye mitandao ya kijamii? Zile account zote zangu 2. Kuna Facebook page na account, umeelewa? So biashara lazima tusukume kote, umeelewa? So zile zote ni zangu zote 2. Mimi nasema ni Winter hali msikila mahali. Alafu mimi nashukuru pia nyinyi zaidi. Jumla support sana. Sababu nilipotoka kule mahali kufika nini kati ya radio ambazo niliziona
zilikuwa zimeshangaza sana na Winter mbona nini. So ina maana mmekuwa support na si hivyo peke yake, hadi nyimbo ilipotoka mmesupport sana yani. Mnashukuru nyote na washukuru sana yani. Alright, asante sana. Thank you for coming. Asante sana. For coming.